Na leo kuna injili hii Mungu amenipa niwaletee. It's about destiny. Kuna destiny mbili tu duniani hapa. You either belong to one or the other. Na hii destiny mbili wacha nisilete kutoka kitabu cha Wakalatia 6 mstari mtoko wa 7 mpaka 10. Two destiny in our lives. Amen. Nitasoma kitabu cha Wakalatia 6 mstari wa 7 mpaka 10. Biblia inasema hivi. Evankeli boleri. Musitanganyike mohecha mwabe bwata. Mungu hadihakiwi. Omwami sakolebwa siye nyameno ta. Kwa kuwa chochote apandacho mtu, kubela sio mwana wa muntu wabyala, ndicho atakachofuna. Ni sio siacha kufuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, oyoyo chakubyala bintu bye kumubili, katika mwili wake atafuna uharibifu. Kuma wake kumubili kwa balunja chakufuna sababu onaki. Bali yeye apandaye kwa roho, na yoyo obyala mu roho, katika roho atafuna uzima wa milele. Na yehumira mu roho achakufuna bula kwa kimiaka na mintali. Tena tusichoke katika kutenda mema. Wanda yasemai mugharua Mungu kola kama laita. Maana tutafuna kwa wakati wake. Humera kuchakufuna bubi gharibiyolana. Usiposimia roho. Kimelone kikabuna ta. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafsi na tuwatendee watu wote mema. Kariusanga humane limba liliye ndio ayakokolele babasi yefwe kama lai. Na hasa jamaa ya waaminio. Saiti abolu ibulo lwasubilo mwana. Praise God. Mwalimu aliyefunza asubuhi was also speaking about destiny. Amen. Na nimeona pia Mungu amenituma nimalizie about destiny. Kiama atama ya mtu ina njia mbili. Aidha amalize katika mwili ama amalize katika roho. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine, kuna kama yule mama aliyekufa chwele, nilishangaa na yule mama. Kuna watu wengine wanakufa kifo kizuri. Aliomba tu apewa afundishe, after giving a sermon na akakufa. Nitaenda kumzika Jumamosi. Bwana asifiwe. Nimeambiwa mimi lazima ngawache tutakuwa kwa workshop ya mashule pote za sekondari, kunakuwa na workshop mpaka Jumamosi, lakini wakiniruhusu waniruhusu niende. Bwana asifiwe. Kwa ile region zetu za chwele. Nataka niwaambie jinsi neno limesema. Wewe na mimi tuna mbegu tulio mikononi mwetu. Na hiyo mbegu ulio nayo utakapoipanda, hakuna vile utafuna mafuno kando na mbegu iliyo mkononi mwako. Ile mbegu ulio nayo mkononi ndio utakayoifuna. Na hizi destiny mbili siko na kampeni. Kuna wale wanaoshawishi watu waingie kwa destiny moja. Na hata pia destiny nyingine ya mbinguni kuna wale wanaoipigia makofi. Kama vile mimi nimesimama mchana wa leo, napigia makofi destiny ya umilele. Haleluya. Na kuna yule hata vile tuko hapa anapigia ile destiny nyingine ambayo itafuna katika mwili. Na unapata ya kuomba tunapokaa mahali kama hapa ni natural sana. Nikisema natural ani ni kawaida. Sio kawaida. Bwana asifiwe. Sio kawaida wote watoke kama wamesikia neno. Kwa sababu kuna wale wanaokampika kampeni. Shetani yuko hapa. Jinsi nimesimama I have my opening. Naye akananyongolea kila mtu. Kila mtu anamwambia usisikize. Mwingine anamwambia angalia hiyo nguo. Mwingine anamwambia fanya hii ili hakikishe usiweze kunipikia kura Mungu wangu aliye hai. Bwana asifiwe. Ili neno sio kawaida. Nataka nikuze jinsi shetani anafanya vitu. Jinsi shetani anapiga kampeni. Kwa sababu
kitu Mungu amekuwa akininomelesea. Nikajaribu kushare na mke wa kwangu. Kuna vitu niliviona sio vya kawaida. Kuna jengo niliona kama fish pond. Lakini hiyo fish pond kumbe sio ya samaki. Wameitengenezea vichuma. Na wanapofungua hiyo vichuma, wanasukuma watoto kule ndani wanavuka na vichuma. Sasa mtoto akiruka kwa ile maji, hawezi akatoka. Kwa maana amefunikwa na vichuma. Na nikatambua kuna kitu Mungu amenifunulia. Kuna destiny ya shetani imetambua na kuweka mbinu ya kunasa vijana wetu, ya kunasa wamama wetu, ya kunasa wazee kanisani. Praise God. Amen. Unafikiria unaenda mahali pazuri, once unaposukuma hapo unafungiwa. Na unapofungiwa, aita ukufe ama uangalie uame. Once you go there, you enter, go to cross to another party, to another destiny. Praise God. Nimeona watu, neno linasema unakuwa kijana na ukiwa mzee unapelekwa mahali usipotaka kuenda, kwa maana hauna nguvu. Katika maisha yangu nimeona watu wenye shetani amewashika mwisho. Wanapokuwa wagonjwa, wanawatoa wale wagonjwa kwa Mungu, wanawapeleka kwa wakanga, wanawapeleka kwa wachawi bila kupenda. Wanawaambia unataka kuishi ama utaki. Mtu anaweka kwa kani ama baiskeli, analazimishwa kwenda kwa mchawi. Bwana sifiwe. Analazimishwa kutiwa maalama ya kuzimu. Lakini unapoangalia ndani ya huyo mtu, hakukuwa na nia ya kwenda huko, hakukuwa na nia ya kuingia huko, lakini kwa sababu hajaweza, amelazimishwa kuingia huko. Praise God. Kuna wale ambao wameingia kwa ndoa iliyo salama, wamekaa kwa ndoa iliyo salama, lakini kuna kitu wamefungiwa. Praise God. Kuna kitu wamefungiwa, wamewekewa mteko. Ikiwa watatuputu waikie, kwa hiyo mteko kwisha. Praise God. Yani ndoa ya majaribu. You are staying in a marriage that people are just waiting to capture you and put you in snares. Praise God. Hata sisi wachungaji pia nimeona wachungaji waliopopea, wachungaji waliokuwa wazuri wakapelekwa kwa madhabahu mabaya na wakamaliza mbaya. Praise God. Umaskini umefanya watu wameanguka. Umaskini umefanya watu wameenda wasikotaka kwenda. Umaskini umefanya watu wameacha ndoa zao. Kwa maana naambiwa utaishi kwa hii ndoa mpaka lini? Sioni mkitokelezea. Hata wengine wameoleka kwa wanaume wanaofanya kazi, lakini pepo inayopandwa ndani yao sio ile ya kuchenga, ile ya kwenda kusini. Praise God. Nimeona wengi wakinaswa kwa maana walikupali wanaswa. Ulichukua pesa yako ukapeana ukifikiria wewe una imani ya kubariki mtu, kumbe ulibariki mtu anayekufungia njia zako. Praise God. Ulipanga watoto wako wasome kwa shule nzuri, lakini kabla ulipojisalimisha kwa madhabahu fulani yamekufanya mfungwa katika maisha yako. Ndipo neno linasema chochote utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Enta angalia wanaohangaika. Enta angalia waliofanya biashara wakaanguka. Wakupe ushuhuda. Ni watu waliosoma wana hesabu yao. Ni watu waliokuwa na watu wanachapa tuka kila wakati. Lakini kwa nini walianguka? Kwa nini biashara ilianguka? Kwa nini maisha yao ilisambaratika? Hallelujah. Wewe unapoinuka
either finish in a good destiny or you end up in another wrong destiny. Praise God. Na mchungaji yeyote, we are in the market. Wachungaji wote wenye watasimama imara. Wakati huu wachungaji wamekataa kuambia watu ukweli, wanatafuta sadaka. Praise God. Wameacha kuambia watu waame, wanaangalia mahesabu ya watu na sadaka. Mchana wa leo nataka niwaambie, wacha kwanza tuangalie mambo ya mioyoni, na hivi vingine tutaongezewa. Kwa maana mtu anapoama kwa damu ya ukoo, ataanza kutoa vitu vitakatifu. Kwa maana mtu anapotoka kwa laana, ataanza kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapoambia mtu fanya kitu, hatawahi chuta kwa maisha yake. Praise God. Kwa maana neno limesema ataishi maisha ya umilele. You either choose to finish in eternity, everlasting life, or you end up in hell and hell. Bwana asifiwe. Iliniuma nilipofunuliwa ya kwamba kuna watoto wa wachungaji walikuwa wametengenezewa mtego ili wanaswe. I'm speaking about servants of God. Those demonic forces, Satan has prepared the snare for servants of God. Ndiposa unaona watoto wetu wanang'ang'ana na maisha, kwa sababu sio kupenda kwao. Kuna mitego imetengenezwa ili tusiweze faulu. Praise God. Mungu akiinua mtoto wako umefaulu. Mungu akiinua mume wako umefaulu. Mungu akiinua tata wako umefaulu. Bwana asifiwe. Lakini kuna mbinu ya shetani ambayo tunataka tuikatae mchana wa leo. Sema kinywa. Madhabahu ya shetani yanaanzia kwa kinywa chako. Kinywa chako kikinena mabaya, automatically hiyo pepo inakuwa ni ya mabaya. Na nimeona watu kupitia kwa kinywa chao wengine wanakufa. Wanasifiwe. Wanauawa. Mtu anakuchokosa, ukimjibu, ukimpea kofi anakuroga. Wanasifiwe. Mtu anakupa kitu, ukitai kitu yako anakutafutia laana. Wanasifiwe. Mtu unamsaidia, unafikiria ni mtu wa maana, ni mtu uliyetegemea, lakini kwa maana ulimpa siri ya moyo wako, anasababisha ndoa yako. Wanasifiwe. Kama assembly hii, makanisa sana, nataka niwaambie, tunataka tusimame katika sana. Tutambue mbinu na chama za shetani. Tutambue ya kwamba shetani atatumia mdomo, shetani atatumia kushawishi, kufuta madhabahu yetu, kuchafua madhabahu yetu, kufuta ndoa zetu, kuharibu familia zetu. Kitu moja, mtu anapokukasirikia akose kukuambia, hasira ukaa ndani ya huyo mtu milele. Haleluya. Utakaa na yeye, utakula na yeye, lakini ndani amekubeba baya, na hiyo madhabahu hayataenda mbinguni. Praise God. Utakaa na rafiki, lakini ndani umemweka kama moto ulio kusini. I want to tell you, it's now time. Huyo mtu atakusababishia wewe kutoenda mbinguni. Achilia watu walio katika mioyo yako. Hata kama ni wazazi wako walikukosea, hata kama ni wazazi wako walikulaani, hata kama ni wazazi wako walikufulia nguo, na kuomba assembly hii mchana wa leo,
tuachilie mbele ya Bwana tuinuke. Tuachilie mbele ya Bwana Mungu atuinue. Wewe angalia familia uliosaliwa tani. Inaishi maisha gani? Ina destiny gani? Kama ni watu wa kung'ang'ana, na kuambia tujaribu tuone mchana wa leo. Na tutaama ikiwa tutawasema kwa Bwana. Sisi tusinyamaze. Praise God. Ampia Mungu nimekataa kuwa chini. Hallelujah. Haya maisha ndugu zako yakatae. Uliowasaidia wakakuchoma visu wanyamaze, kataa mambo yao. Uliosimama na wao wakakutusi, wachana na wao. Tenda wema enda zako. Praise God. Nyinyi wenye mnapitia challenges, we have a living God here. Sijui kwa nini ama tu ni wakeni upokea miujiza. Bwana asifiwe. Tulikuwa na msichana Jumapili moja hapa ile alitoka sijui asema Kapsabet. Hakutuambia kilichomleta, kumbe alikuwa na shida. Lakini Mungu akamfungua, alikuwa na kesi. Karaka ilikuwa limeshikwa. Sunday akashuhudia kari limeachiliwa na hana kesi. Hallelujah. Nataka nikwambie wale wanaofunguliwa na kuomba kwenda destiny nyingine, lazima waseme na wakatae destiny waliokuwa ndani. Kama ni familia yako ilikuwa ndani, ilikuwa na kasoro, mchana wa leo katoa mambo ya familia yako kwa kinywa chako. Na waambie Mungu ni rehema. I'm crossing over. Kama ni matatizo, ni watoto wamekuweka wamekaa kwa ndoa, lakini watu wamekukataa, wazazi wako wamekukataa, nataka unyanyane kwa Mungu mchana wa leo. Then God will open your way. And when God is on your side, nothing is impossible. Mungu akiwa upande wako mama, hata wachawi waamke, hata wakaka waamke, hata miungu yaamshe kuzimu, inaokopa nuru ya Mungu. Kwa maana neno la Mungu ni nyundo. Uko unang'ang'ana kwa maisha, kwa maana wamekufanyia njama. Uko unakoncheka, kwa maana magonjwa sio kawaida. Magonjwa yalipangwa kwa maisha yako na shetani. Walitaka ukoo ikukatae, walitaka familia ikuache, ili uende kwenye destiny ya kuzimu. Hata wale uliowasaidia ndio maadui wako. Mtu anasonga karibu na wewe kumbe anakutafuta maneno apeleke. Bwana asifiwe. Mtu anachifanya hapo karibu na wewe sana, kumbe niache ndio mkubwa wa shetani wa kukupomoa. Alafu unapoporomoka anaanza kutangaza keho la angali la ruwaina. Bwana asifiwe. Mambo kama hayo kanisani yameua makanisa. Ili asapli usimame, tuame kwa maneno yanayoua mioyo. Tuame kwa maneno yanayovunja ndoa za watu. Tuame kwa maneno yanayoleta vita kwa miji ya watu. Amen. Nataka tusimame mbele yako. Mungu nimekuja mbele zako, nijange chini wewe. Unaposimama hivyo, ni kinywa chako kitakuhamisha kwa destiny uliyo ndani. Ni kinywa chako kitakuletea miujiza. Ni kinywa chako kitakukomboa katika laana uliyolelewa ndani, katika laana uliyoleta ndani, katika laana uliyoingizwa kwa nguvu. Jesus. Yesu anakupenda mama yako. Hiyo swali yako
ya kuisha sehemu yetu. Kuisha sehemu yetu. Hapa nilipo sio sehemu yako. Umekuweka kwa sehemu yako kuisha leo. Umeng'ang'ana for some time. Kwa sababu ya maadui zako. Umeng'ang'ana kwa ndoa yako. Hata kwa sababu ya watoto. Kataa mitoma inayokufunga. Kataa minyororo inayokufunga. Jesus. 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 Tumekataa madhabahu ya kisa. Tumekataa hizi ngome za kuishi. Tumekataa hizi roho za kufuasha. In Jesus' mighty name. We step on every scorpions. Kila mamlaka ya kisa inashika moto. Mamlaka ya kuzimu inashika moto. Mamlaka ya ukomvi inashika moto. Figo kwenye ndoa inachomeka. Madhabahu ya wachawi inashika moto. Jesus. Thank you, Jesus. Wanashukuru na moyo sana mbele hapa. Oh, it is your day. It is your day. It is your day. It is your day, Lord. Yesu anabadilisha kila hali. Yesu anabadilisha watu. Yesu anabadilisha ndoa za watu. Yesu anabadilisha maisha ya watu. Yesu anabadilisha mambo za watu. Ah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Angalia vile Mungu anakupenda. Angalia Mungu anakupenda. Shetani anakutafuta kumta. Shetani anakuambia maneno. Shetani anakuambia kutosha. Shetani anashinda mashimo yako. Sasa, kasha shetani
Kwa jina la Yesu.